mjui, kwa majina naitwa Paulo Saul, kutoka Isofani na ninaenda mbinguni. Haleluya. Unajua unaweza ukaokoka na ujui kama unaenda mbinguni. Haleluya. Piga Yesu makofi mazuri. Basi mimi ndio mchungaji kwenye nyumba hii. Wale ambao ni wageni nimekuja kwa muda. Sana huwa sishiriki kwa maombi ya mama. Bwana asifiwe. Unajua maombi ya mama ni kuvuruga, na sisi hatuna nguvu nyingi kusaidia maombi ya mama. Unajua umeomba tangu asubuhi saa 3 mpaka saa 10. Sasa piga ni saa 1 alafu tumechoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Kwanza nipende mchungaji asaidie, alafu nitaenda kuomba maombi ya mwisho. Na nitasema jambo tu moja. Naona muda umekata na dakika kama 10. Nilikuwa nimeambiwa tunamaliza saa 9 na dakika saa 9:30, lakini nimekata na dakika 10. Kwa dakika zingine 5 tutakuwa tumemaliza, watu wapate ruhusa ya kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mchungaji, utusalimie alafu tutaendelea. Karibu sana. Haleluya. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Pastor Mali Chalo. Ninahudumu na kanisa la Livingstones Malaa. Leo nilikuja kama dereva. Nililete wamama wawili kutoka kanisani kwetu. Naweza tu kuunga mkono namna hii. Amen. Nimeshukuru sana kwa mkutano huu. Nilifanya commitment ya kwamba nitakuwa hapa kutoka asubuhi mpaka mkutano uishe, na imekuwa ya baraka. Bwana watende mambo mazuri. You know, I was just remembering, hata wanaume waliambiwa waende walie. Jeremiah chapter 2 and verse 2. You know, baada ya Mungu kumtia nguvu sana Yeremia, akamwambia go and cry. Go and cry. And sometimes we need to go and cry. We have been used to being told, go and make disciples. Go and preach. And now it's go and cry. Bwana awatende mambo mazuri, awatie nguvu. Asante sana Apostle. Thank you. Amen. God bless. Naomba chaji wetu aje. Nimeambiwa na mama na jambo anastahili kusema mwelekeo fulani. Kisha nikuomba, alafu tutakuwa tunasema neema na tutapata kibali cha kupumzika au kufanya mengine. Karibu. Asioni banji yako huko pia. Asifiwe. Salimia aliye karibu na wewe. Salamu yako. Mwambie ninakupenda. Na hakuna kitu utafanya. Amen. Majina yangu ni Felista Silvansi. Nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi ndio mwenyekiti wa mama mahali hapa na nimeokoka. Bwana asifiwe. Amen. Ratiba iko namna hii. Wachungaji wote tunawaheshimu, tunawapenda. Mtakuwa mnapitia hii mlango kwa ajili ya maanguli. Bwana asifiwe. Tumekuja kulia, tumemaliza kulia, sasa tutapata vya tumbo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wachungaji wote tumaliza maombi, tutakuwa tunapita kwenye hii mlango, tunaingia kwenye chumba iko hapo ndio tutakuwa tunawapakulia. Bwana asifiwe. Wale wengine tutaandaa meza pande ile na tutaonyesha venye utapanga laini. Ukichukua chakula, wale wengine ambao hawajakuwa wachungaji ni wachungaji wa 2035. Manake nimeona 2030 imekaribia sana. Tutakuwa tunapanga foleni pale. Mbarikiwe. Asante, ubarikiwe sana. Asije kama kuna mtu anataka kuwa mchungaji hapa, tumuombe. Mimi ni mtume, ninafanya huduma zote. Najua tunaweza kaa hapa na tutauliza ni nani anataka kuwa mchungaji. Watu wako hapo hawana taarifa. Nani anataka kuwa mchungaji leo? Hakuna, atakuwa siku nyingine. Bwana Yesu. Wanyambora, nimekuona, karibu sana, nimefurahia umefika. Au kumbuke vile nilisema kesho.
Kuna mchungaji mwingine nilimwalika, sijui kama amefika ama hajaja. Yupo pale, barikiwe sana. Bwana asifiwe. Kabla sijamaliza, nitasema tusimame tuombe. Nataka niseme jambo moja. Unaweza ukashangaa kwa nini hiki kikundi chenu mnaita the wailing women. Wamama, nimetangulia kumwambia mchungaji kwamba wana karama fulani ama wana mafuta ndani yao ya kuwawezesha kuomboleza na kulia kwa haraka sana. Kwa maana unaona mzee anakuja nyumbani hana chakula, mama majuzi imefanya nini? Inateleka. Mzee anakuja nyumbani hamna kitunguu ya kukaanga, kitunguu kwa mama sasa kulia. Kwa nini? Maana kwa moyo wao kuna sehemu ya machozi. Sisi hatuna kabisa. Mpaka Mungu azungumze tulie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umesikia mtu anasema kufa kama mama? Wanasemaga kufa kiume. Kufa kama nini? Kufa kiume. Askari wa jeshi wanasema kufa kijeshi au kufa kiume. Hauwezi ukasikia kufa kama mama. Kwa nini? Maana moyo wa mama una nafasi ya machozi tena kwa neema ya Kristo. Ndio maana Biblia inasema Ana akalia siku nyingi, miaka 60 akisubiri Mwokozi. The Bible says Ana waited for 60 years waiting for the Messiah. Hakuna mwanaume atasubiri kitu miaka 60. Hawezi. Hata mwanamke amepewa sehemu hiyo na nafasi ya kusubiri kwa machozi. Na Mungu ndio maana anasikia kilio cha mama. Mungu akasikia kilio cha mama na mtoto yule ambaye alikuwa amefukuzwa na mke wa Ibrahimu. Biblia inasema Mungu akatuma malaika toka mbinguni akasababisha pale ikawa maji. Na wakanywa maji na wakapata nguvu za kuendelea. Maana mama alilia na mtoto. Haiko maandiko yoyote isipokuwa kwenye hiyo kitabu tulichoongea kuhusu waume walie, maana walii kabisa. Neema ya kulia haipo. Haleluya. Amen. Yesu. Kwa mama anapolia Mungu anajibu maombi yenu. Ndio maandiko yanasema wanawake ni jeshi kubwa. Haleluya. Waendao mbele za Bwana. Yesu alipofufuka alikutana na wamama kabla hajaonekana. Tumejiuliza swali, kwa nini alikutana na wamama? Maana walimpata. Biblia inasema wamama watatu wakachukua manukato, Yesu wamekufa, wakakimbia wakaenda Kaludi, yaani sio Kaludi, kwenye kaburi kule Yesu alipolazwa, kwenda kumpaka mwili wake mafuta. Akina Petro na Yesu walikuwa wapi? Walikuwa wamekuja kuchukua samaki. Wamama wamekimbia kaburi. Sasa Yesu maana kuambia waume walipewa kusubiri. Lakini wamama wakakimbia kwenye kaburi, wakaenda kutia Yesu mwili wake mafuta. Leo kuambiwa mimi nitafuta tayari afanye nini? Haleluya. Bwana sisi. Sijaanza kuhubiri, nilikuwa nasema kwamba endeni na maombi haya na Mungu awatie. Naweza kusimama upate nafasi nyingine ya kuomba, na ninashukuru sana kuja kwenu. Na ninaomba ule wakati mwingine mkuje kukiwa na mvua. Sasa sijui kwa nini mlikuja bila mvua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naangalia. Uliza mwenzako nini ulikuja bila mvua. Tumeomba tumelia isipite tumegoje. Nataka kile kipindi kingine nje na mvua. Tumeomba. Acha. Sasa kesho after service. After service. Okay. After. Ama usiku. Ndio ninasema nataka kile kipindi kingine mje wakati kumenyesha. Na kunyesha. Tumeomba. Au ile yetu yenu mrefu. Sasa msikuje na hii pale. Sema na moyo wangu, 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 sema sijaomba. Kuna mtu ambaye kwa moyo wake amebeba jambo zito kuhusu afya ya jamii yake, kuhusu kanisa. Mambo yamekuwa magumu ya kanisa, umekuwa unang'ang'ana kwenye huduma, umekuwa huduma inakata moyo. Nataka nikaombe jambo la kumalizia, halafu kwa neema ya Kristo kukamilisha yale maombi mmeomba. Bwana wa mbinguni, Mungu
Mungu aliyeniita, Mungu aliyekuita, Mungu aliyetuita wote atakwenda kufanya, kwa sababu ndiye mwaminifu. Hebu fungua kinywa chako, asema asante, useme asante, maana Mungu atakwenda kufanya. Hiyo huduma hautang'ang'ana tena, hiyo nyumba yako hautang'ang'ana tena. Kwa ajili ya watoto wako Bwana atakwenda kujibu maombi. Kwa ajili ya kazi yako, kazi ya mumeo, huduma ya mumeo, rehema ambayo ipo kwenye madhabahu haya itatembea pamoja na wewe, na utakwenda kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu asante, na kuenda kuomba na Roho wa Mungu atakuwa anaenda kufanikisha. Tunatubu kila dhambi ukatusamehe kwa dhaifu sisi. Wapendwa, hawa waliacha vitu vyao, wakaacha waume zao, wakaacha watoto wao, wakaacha huduma wanapozipenda hela zao, wakalipia gari kuja kuabudu mahali hapa. Ni gharama kubwa na safari ndefu toka kwa wengine. Ni wengine wameshika vifua vyao, ndani ya kila kifua ipo moyo, kuna nafsi ya mtu, kuna uhai wa mtu kwenye kifua hiki. Ipo dhambi inaweka muhuri katika jina la Baba na jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu, kwamba chochote walichoomba leo Baba utakwenda kutenda. Utakutana na maisha ya mtu, utakutana na jamii ya mtu, utakutana na mgonjwa nyumbani, utakutana na mgonjwa hospitali, utawasaidia kulipia watoto wao karo. Wengine wana madeni shuleni, wengine ni madeni za maduka, wengine ni madeni za biashara. Yesu anakushukuru na kuanzia leo hii, ewe Mungu usiyebadilika, naomba ushuhuda kwa watu hawa, naomba ushuhuda kwenye moyo wa kila mmoja, kwenye kinywa cha kila
huduma za wapendwa hawa wataondoka kwa aibu. Waliocheka jamii zao wataondoka kwa aibu. Waliocheka watoto wao, waliocheka kama watu hawa hawawezi, Kristo utawasononesha. Uaminifu Yesu wasaidie Baba, wafanikishe, wabariki, waongeze, panua mipaka yao. Iwapo ipo mmoja aliambiwa hautaendelea, kama ipo mmoja aliambiwa tutaona mbali utafika, kweli watashuhudia akienda mbali, watashuhudia mjengo wa mtu ukikamilika, watashuhudia mradi wa mtu ukikamilika, watashuhudia ndoa ya mtu ikisimama, watashuhudia watoto wakimaliza shule, na watoto wetu hawataingia kwa madawa za kulevya, watoto wetu hawataingia kwenye ulevi, watoto wetu hawatakuwa sehemu ya ibada ya kuzimu. Ushanga na uganga na kila laana hazitakuwa sehemu yetu. Baba, nakubariki, umetenda. Jina la Yesu ninaomba na kuamini, sema amen. Mpe Yesu makofi na